Yes, wapenzi wa hip hop na watazamaji wa Nyayo TV. Bwana, kuna kile kipindi ambacho mara nyingi kwenye posti zangu nyingi sana chini huwaga naandika rap insert. Watu wengi huwaga hawanielewi kwa nini naandikaga lile neno la rap insert. Neno bwana la rap insert ni kwamba ni kipindi ambacho nilikuwa nina plani kwa muda mrefu kukileta, na kwa sasa hivi nimeamua kwamba ni wakati sahihi mimi kukileta kipindi kama hiki kwako. Na hapa tutakuwa tunazungumza vitu vingi sana. Tutakuwa tunazungumza kuhusu habari za hip hop, matukio ambayo yametokea katika mziki wa hip hop. Na maanisha sio mziki wa hip hop peke yake, ni utamaduni wa hip hop. Hip hop ni utamaduni kama ilivyo dini ambayo unaona Ukristo, Uislamu, sijui Buddhism. Kwa hiyo hip hop ina vitu vingi sana. Na leo ningependa kuzungumzia tukio ambalo lilitokea mwaka 1993 huko Atlanta, Georgia, tarehe 31 mwezi wa 10, ambapo Tupac bwana aliwashambulia askari wawili ambao ni ndugu. Huyu anaitwa Mark na Scott Whitwell. Bwana Tupac katika harakati zake jioni anafanya mishemishi zake za hapa na pale. Si unajua tena washikaji, alikuwa na washikaji zake kwenye gari, lakini alipita kwenye viwanja fulani hivi akakuta kwamba nigga, na maanisha black American, Marekani mweusi. Huyu Marekani mweusi alikuwa anaonewa na askari wawili ambao nimesema kwamba ni ndugu. Kama tunavyojua kwamba mziki wa Tupac una vitu vingi, unazungumzia vitu vingi kinoma noma mziki wake. Tupac akaamua kulivaa hilo tukio na kulivaa. Kuna msemo mmoja wa Swahili wanasemaga kwamba usionee dogo, onea kambali. Kwa hiyo Tupac kwa namna hiyo, yeye Tupac alijigeuza mwenyewe kuwa big fish na kanunua ule ugomvi. Kama unavyomjua Tupac, kama umeona baadhi ya clips zake, Tupac ni miongoni mwa watu ambao wabishi kinoma noma, hasa linapokuja swala la mtu kupokonywa haki yake. Tupac alivaa lile tukio, aligombana nao kinoma noma, na alifyatua risasi 3. Risasi 2 zilimpiga mmoja, askari mmoja tumboni, na risasi moja ilimpiga askari mmoja kwenye maeneo ya makalio. Baada ya ugomvi pale kuanza kuleta noma, na wale jamaa wakakimbia, na kesi baadaye ikaenda mahakamani. Sasa bwana, wote tunajua kwamba Marekani ni miongoni mwa nchi ambao watu weusi hawana haki kwa namna moja au nyingine, hawasikilizwi. Wanaonekana ni miongoni mwa watu ambao wakorofi, wezi, majambazi, wanapenda ngono. Yaani matukio yote yale machafu yale, basi yanakuwa termed as black, na watu weusi wanakuwa kinoma noma, wanakuwa attacked kinoma noma. Wewe angalia hata matukio mengi, watu wakupigwa risasi, watu wanauliwa na mapolisi, wengi yanatokea katika upande wa weusi, na kwa sababu wanaonekana ni miongoni mwa watu ambao hawaheshimiki. Yaani kuna mentality fulani ambayo wazungu wamewatengenezea hawa black Americans, hawa ndugu zetu wa Kimarekani ambao ni weusi wanaishi huko nchini Marekani. Sasa bwana, kitu ambacho kilichotokea baada Tupac kwenda kupelekewa kesi kwenda mahakamani, kesi ikasomwa na Tupac alikaa rumande kwa siku kadhaa, kama tunavyojua kwamba haya mambo yalivyo. Na kesi ilipokuja kusomwa, baadaye Tupac alikuja kushinda kwa sababu ya mambo kadhaa. Kwanza, silaha ambayo walitumia wale jamaa ilikopo illegal, lakini silaha ya Tupac, na maanisha illegal, na maanisha kwamba silaha imemilikiwa kwa mchongo, si ndio? Lakini Tupac silaha yake ambayo ilitumiwa kwa shoot wale jamaa iliko silaha ambayo sio ya mchongo, ni silaha ambayo iko very open, iko very legal, iko documented, si ndio? Lakini baadaye ilikuja kujulikana kwamba mashahidi pia waongo, na pia jamaa walikuwepo wameelewa, na pia walikuwepo off duty. Kama tunavyojua kwamba always Mungu yupo na watu ambao wanafanya matendo mema. Basi Tupac hiyo kesi alishinda, akarudi zake kitaa. Uweze amini bwana, hilo tukio lilimuongezea credibility kubwa sana Tupac, na mtaani watu wakawa na feel connected na yeye, kuunganika. Unaposikiliza mziki wake unaunganika, una feel good, una feel the passion, na mambo mengine aliendelea kama kawa. Hivi vitu ambavyo vilienda kinoma noma na Tupac, watu wakawa wanamkubali kinoma noma. Watu tunajua kwamba ngoma za Tupac zikoje, kwa jambo ambalo alikuwa amelifanya ni kama alikopo anaongeza moto vile, anachochea kwa rhythm ikaongezeka, momentum ikaongezeka, mambo yakawa yanaenda kinoma noma, na Tupac alishinda hiyo kesi, jamii ikamkubali, mziki wake ukawa unapigwa, watu wakawa na feel kwamba huyu jamaa anachokiimba ndo kile ambacho kinazungumzwa. Na hii inaonyesha kwamba ni kwa namna gani mziki wa hip hop, vitu vinavyofanyika na vinavyoimbwa vinatakiwa viendane. Na ndio maana ninaona marapa wengi sana wa kibongo wakizungumza vitu vingi sana na vitu vingine vinaendana. Na ndio maana mtu akifanya vitu vingine tofauti wanajitokeza sana, wanazungumza kwamba hiko kitu sio. Marapa wengi wako real, nazungumza akina Nash MC, nazungumza hapa akina Nicki Mbishi,
na wengine. Ni vitu ambavyo wanavyovifanya, ni vitu ambavyo wanaishi navyo kwenye reality na sio waongo, kwa sababu wako very true, wako very positive to the culture. Sasa bwana, unadhani kwamba wasanii wengi wa kibongo bongo hasa wa kizazi hiki, achana na wale akina Nicki Mbishi, my brothers ambao wamefanya vitu vingi sana kwenye muziki huu wa hip hop, je, unadhani kwamba wanaweza kurepresent kile kitu ambacho kinatokea kwenye jamii? Au sasa hivi mambo yamebadilika na wanazidi kusifia pombe, sigara na wanawake kwenye engo ambayo wanasema kwamba mziki ni biashara? Kwa hili ni tukio moja ambalo nimekuletea. Kama unadhani kwamba kuna tukio lingine ambalo unahitaji nikuletee, basi ni vyema ukapita hapo sehemu ya comment hapo chini ukaniachia hapo chini. Na pia kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV na kuangalia kipindi chetu kipendwa cha Rap Inside, basi ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa watu ambao wana familia wetu wa YouTube channel yetu hii pendwa. Hii ni Nyayo TV na mimi mwenyewe ndo Mr. Nyayo. Thank you for your time. Until next time.